Unajua kuna wakati mwingine tunasema Bwana atatenda kwa wakati wake. Kuna wakati tukatae. Kataa. Sema Bwana wa Pasaka, pita mahali nilipo. Pita mahali. Nasubiri wakati wa Mungu. Ilifika wakati wanamuomba, tunaondoka. Lakini Farao anasema, basi na waruhusu lakini msiende mbali. Unasikia mipango ya adui? Wala msivuke mipaka ya nchi hii. Umenisikia? Kuna mtu ameishang'ang'ania maisha yako. Saa ya Bwana inakuja, hata ng'ang'ania maisha yako tena. Muda wa Bwana unakuja, hata shikilia maisha yako tena. Nataka niseme hivi, kuna mtu anaweza kuwa hapa akisikia kuhusu maisha ya mafanikio aona kwamba ni kitu kigeni sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sikia, wakati tayari wana wa Israeli wanataka kutoka Misri, hata ukwato watufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba unaweza ukaokoka, lakini vitu vyako vyote vikabaki kwa shetani. Na ndio maana unaona makanisani watu wameokoka, lakini wanaishi maisha ya ajabu sana. Unajua lazima tuende kiprotocol. Lazima tuende nini? Hivi si Mungu tunayemwabudu ndio yule Mungu muumbaji, alafu tuishi mateso? Kuna mahali tumekosea. Wala tusiseme kwamba Mungu hajatujibu. Sisi wenyewe tubadilike kwanza. Ufahamu wetu ubadilike, alafu tuwe na maono ya kule tunakoelekea. Tukishakuwa na maono ya kule unajua kuna wakati unaweza kukaa kumbe kamdomo tu kana kuzuia uondoke na vitu vyako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukishakaa na kufanya tathmini utaelewa, kumbe fedha inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe nyumba inafaa. Kumbe gari linafaa. Hata katika Agano la Kale ndio unaona punda zilitumika. Na maana usafiri ilikuwa ni jambo muhimu. Sio ukiona mtu amenunua gari kali eti Freemason yo tayari. Au yu lazima amiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Warumi anasema wataendaje msipowapeleka? Ina maana ili utoke sehemu moja kwenda sehemu, lazima pawepo chombo itakachokusaidia kusafiri kutoka mahali ulipo kwenda mahali pengine. Unajua kuna wakati kuokoka inaweza kukufanya yani kila kitu unachokiona uone ni mapepo, kumbe bado umetekwa kiufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Pasaka anapokuja anafungua ufahamu wetu. Pasaka, unajua Biblia inasema jinsi mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Ina maana nafsini mwako umeshaanza kwamba huwezi kumiliki gari ya bei, huwezi kulalia nyumba, huwezi kukaa kwenye nyumba ya bei. Ni kwamba hivyo ndivyo utakavyokuwa. Lazima Pasaka apite kwenye maisha yako, na atakapopita utaanza kuona kwamba una haki. Kuna mtu mmoja kabisa unasikia haya sio maisha yetu, ni maisha ya wakina fulani. Wewe umepungukiwa na nini? Ni maisha ya kina fulani. Wewe unakosa nini? Wewe sio kiumbe cha Mungu. Nataka mtu mmoja aanze kuona kwamba utawala ni haki yake, baraka ni haki yake, mafanikio anza kuona ni haki yako. Waliofanikiwa hawakuzidi chochote, tatizo ni ufahamu. Unajua unaweza ukafika hapa tukaomba sema pokea moto, 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 lakini ufahamu kama bado umetekwa. Sikia, hata ungekutana na manabii waliotangulia na wakafa, utabaki bado vile vile. Unajua hata Yohana ili waweze kumuelewa Yesu, alikuwa na namna fulani alivyokuwa anamtanguliza Yesu, alivyokuwa anamshuhudia Yesu. Kwa nini amshuhudie Yesu? Ni ili ufahamu uwe tayari kumpokea Yesu. Sikia, unaweza kumpa maskini hata milioni 100 leo. Baada ya mwaka mmoja utakutana milioni 100 imebaki 100,000, ama unamkuta 1,000 hana, bado anaomba afanye nini? Lakini kuna mtu mwingine hapo kiju kimkabidhi sasa hivi milioni 100, baada ya miezi 2 ana milioni 300. Kwa nini? Watu wote umewapa, lakini ufahamu ni tofauti. Angalia hata Yesu alipoachia watu talanta, kuna aliyepewa talanta akaenda kuifanyia nani?
mwingine akaenda kufanya nini? Kuizika. Hivyo unaona ufahamu. Anapewa talanta, anakwenda kuzika. Kwenye ufahamu wake anajuaje? Bwana mwenye hii talanta ni mkali. Akija akikutana hii talanta sina, nitaitoa, acha nikaichimbie, niizike. Atakaporudi nitaenda kuifukua, nifanye nini? Unaangalia ufahamu. Kwa tunaweza kutangaza Pasaka ni ukombozi, lakini kama bado ufahamu wako haujaelewa kwamba kuna mahali unatakiwa kutoka kwenda sehemu nyingine, utabaki pale pale. Nikuonyeshe kwamba Pasaka inaweza kuponya, Pasaka inaweza kumfanya mtu kuona. Biblia inasema Yesu akiwa pale msalabani, kulikuwa na askari, kulikuwa na mwanajeshi mmoja, alikuwa ni kipofu wa jicho. Yuko miongoni mwa wale watu wanaomsulubisha nani? Jamaa naye kachukua nini? Mkuki. Anaenda mpaka kumchoma Yesu wapi? Pale msalabani. Anamchoma, damu ikachuruzika, inakuja inaanguka wapi? Kwenye jicho. Mara akafanya nini? Akapata kuona. Ina maana Pasaka inaweza kuondoa upofu. Pasaka inaweza kuondoa magonjwa. Pasaka inaweza kuondoa aibu. Ni kwamba damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, ukiapply katika ulimwengu wa roho, inafukuza laana ya umaskini, inafukuza laana ya ubachela, inafukuza laana ya kutokupiga hatua. Nimekuja kumtangazia mtu mmoja mahali hapa leo, inawezekana kutoka mahali ulipo kwenda sehemu nyingine. Lakini watu tukisikia tu Pasaka, unaona ni Yesu alichinjwa, Yesu aliteseka. Yesu aliteseka ili wewe utoke katika hali yoyote inayokusumbua, ili ufahamu wako uweze kujitambua kwamba wewe una hati miliki ya kuitwa mwana wa Mungu. Na Pasaka inapokuja ni ili tubadilishe mienendo yetu. Tusienende kama tulivyokuwa, tuanze kuenenda kama wana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja ananielewa hapa? Kuna mtu mmoja ananielewa hapa? Ni kwamba mimi maombi yangu ni kwa ajili ya mtu mmoja hapa, asijione kwamba hana haki ya kutoka mahali alipo, ya kutoka kwenye umaskini, ya kutoka kwenye maisha ya dharau. Sikia nikwambie, unaweza ukanena kwa lugha sana, lakini ukawa ni mtu naomba watu wengine wakusaidie. Mwisho wa siku na yule Mungu naomba wataona kwamba hafai. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na kuomba na kunena kwa lugha, tumwambie Mungu atupe mafanikio. Kuna wakati Yesu mwenyewe alihitaji fedha. Wakina Petro wakaenda kufanya nini? Kuvua samaki. Pakatoka nini ndani ya tumbo la samaki? Pakatoka nini? Pesa ili wasaidie kulipa nini? You need demand. Unahitaji kuwa na. Sikia, sisi hatuhubiri watu kumiliki magari. Sisi tunahubiri ufahamu wa watu ufunguke. Unajua ufahamu ni kitovu cha mafanikio ya mwanadamu. Kuna watu wamefanikiwa hawajaenda shule, lakini ufahamu wao ulipofunguka wakaanza kufanikiwa katika maisha yao. Ukristo sio ushamba. Ukristo ni kufunguka ufahamu. Tunaanza kuona mbali, tunaanza kuona vitu ambavyo tulikuwa tuvistahili kwamba tunastahili kuwa navyo. Sasa Mkristo unakaa unasema hivi, na mimi naweza kumiliki gari fulani. Kemewa kwa jina la Yesu. Tena ninalaani hayo mawazo yako. Nilikuwa naongea hapa juzi kati na Pastor Jonathan. Anaambia, Pastor, unajua kumtumikia Mungu ukiwa na fedha inavoleta raha. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ukimtumikia Mungu ukiwa na fedha, unamtumikia Mungu kwa sababu kumtumikia Mungu unaona ni jukumu lako. Hamtumikie Mungu ili upate 100 kwa mtu.
Mtu akikupa sawa, kwa sababu ya kile unachokifanya. Asipokupa sawa, utaishi na utaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anasema kama kuna kitu kimoja kinahitajika kwenye ulimwengu wa roho, ni watumishi, watu wote wenye kitu cha Mungu ndani yao wapokee mafanikio. Injili haitapingwa tena. Sasa we mwana wa Mungu, utamshawishije mtu kuja kanisani? We kwanza maisha yako yako chini. Ufahamu wako lazima ufanye nini? Ufahamu wako lazima ufanye nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi unajua kunena kwa lugha? Naomba nisikie hapa. Unajua kunena kwa lugha na unampunga mfukoni unaotosha, alafu umeweka gari yako pale nje na mafuta full tank. Kuna watu wengine wana pepo la kuweka 10,000 kwenye mafuta. Leo mafuta amepanda tayari, nendeni tena ukaweke 10,000. Wengine ni vifungo. Unajua kuna vitu tunavichekea kinu yameshakamatwa. 10,000 na maana wewe ukitoka nika 10,000 tena unaenda unaweka. Na sio kwamba hauna 1000, yani ni kifungo. Yani mtu Aisha, kuna namna shetani ametengeneza, amekamatwa. Alafu unanena kwa lugha hapo na mpunga unaotosha. Gari umepaki hapo nje ina full tank ya mafuta. Baba, utanena vizuri na utaona maono. Sasa hao watu wawili ni tofauti. Huyu ananena kwa lugha hata nauli, we mpunga umejaa hapa na gari hapo nje limejaa mafuta. Huyu atanena kwa lugha, baadaye mawazo anatoka kidogo. Mungu simuguze fulani anipe hata nauli. Anapoteza tayari network. Lakini huyu mwenye mpunga mfukoni na gari imejaa mafuta hapo nje, utasikia tu, Bwana unastahili. Wewe unaitwa Bwana wa majeshi. Wewe ni Mungu anasema ni Mungu asiyeshindwa, kwa sababu tayari huyu ananena kwa lugha na Mungu, inawezekana leo nikapata nauli na nikala leo. Huyu anasema Bwana hujawahi. Na Mungu anaposikia yale maneno hujawahi shindwa, anasema I will give you. Unasikia, unaongezewa tena, unaongezewa tena. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka afungue ufahamu wetu. Nasema hivi, kuna wana wa Israeli walikuwa Misri, wako pamoja na wazo la Farao, lakini baada ya Pasaka wakajua kwamba wana jukumu la kutoka wapi? Misri, na kuelekea katika nchi ya wapi? Ya Kanaani. Leo maombi yangu ni kwamba Mungu afungue ufahamu wako. Pasaka wiki hii ifungue ufahamu wako, uone kwamba una haki ya kumiliki vitu, uone kwamba wokovu ni haki yako. Kama ulikuwa umekamatwa, usikamatwe tena. Kama ulikuwa chini ya laana, usikae tena chini ya laana. Kwetu hawavukagi kwenye stage. Wewe utavuka. Wewe utavuka. Unajua kuna mwingine Mungu anaweza unajua kufunguliwa kwa hivi. Kuna mtu tu unaweza kufunguliwa kupitia mtu ambaye umekutana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna mwingine anaweza kukutana na mtu akaongea unajua, sikia nikwambie kitu kimoja. Pamoja na kuwa roho na roho wa Mungu, pamoja na kumtumikia Mungu, lazima tukubali pia kukosolewa. Unaweza kuwa na roho wa Mungu na una kitu cha Mungu, lakini kuna kasoro moja, hiyo inakuzuiaga kufika sehemu. Sasa mtu ambaye aliyekamatwa, unaweza kuwa na karama ya Mungu lakini bado upo kifungoni. Mtu aliyekamatwa anaweza kaambiwa kuhusu Pastor Shukuru, naona kama ile jambo sio sawa. Alafu nikaanza kuona kwamba yule mtu hana adabu. Lakini kama nimeshakombolewa, nitaona kwamba yule mtu anaweza kuwa ni mojawapo ni njia ya kunitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna watu wanafikiria kwamba kuonywa ni kudharauliwa ama ni kuonewa, lakini kuonywa ni neema na ni bahati. Ukiona mtu kama ni rafiki ama ndugu amekuja amekonya na unatambua kweli hicho anachokuambia ni sahihi, mshukuru Mungu. Maana Yesu anasema wote ninaowapenda nafanya nini? Ninawakemea. Ina maana asiyependwa hawezi kukemewa. Wewe umepata neema, umemtuma mtu kwanza amekubali. Unajua kwenda kumwambia mtu ili jambo, unajua ni ujasiri.
Alafu umepata mtu kabisa amekuja akwambia, ndugu, hii sio sawa. Alafu baadaye unatoka unaenda kumtangaza, fulani ana kiburi sasa hivi, ana jeuri sasa hivi. Kumbe siku hiyo umepishana na muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa la Mungu, Pasaka haikuja kwa wana wa Israeli ili wabaki mahali walipo. Ilikuja ili watoke kwenye mikono ya king'ang'anizi. Ina maana Farao alikuwa amewang'ang'ania. Kuna watu kwenye maisha yao, kuna roho zimewang'ang'ania, kuna shida zimewang'ang'ania. Pasaka haiwezi kuja kilichokung'ang'ania kikaendelea kukung'ang'ania. Pasaka anapokuja, hata kama umeng'ang'aniwa na mizimu, hata kama kuna tabia hutaki kuachia, Pasaka kuhakikisha kwamba imepita kwako, utaona hicho kitu kitakuachia tu. Ukiona akija kuachia, jua kwamba haujajiweka sawa sawa vizuri na Pasaka. Kwani anasema yeye anawapenda wanyenyekevu na huwapinga wenye kiburi. Pasaka kipita kwako, lazima kiburi kitafanya nini? Kitaisha. Haleluya. Na wiki hii nina uhakika kuna mtu anatoka mahali alipokuwa na anakwenda sehemu nyingine. Mungu akubariki. Amen. Simama kwa maombi yako tuombe. Hatutaki kuchelewa. Tunataka tuombe. Kesho tutazungumzia aina